I trust you. Leo unakuja kutoka bila kuniaga, unaenda wapi? Unaacha milango yote iko wazi. Timko huyu nimebanwa, naomba nile chooni, then tutaongea. Naam, bwana mtazamaji wa filamu, kama wewe ni mfuatiliaji wa filamu kutoka Asmo Films, bwana hii ni tunaelekea episodi ya 91 baada ya kuishuhudia episodi ya 90 kutoka katika series yako pendwa kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Dunia. Bwana Dunia bwana kweli imeweza kweli kuwafundisha watu vitu vingi sana. Kama wewe ni mtazamaji wa filamu hii ya Dunia au series ya Dunia, basi obviously utakuwa unaelewa kwamba mambo ni moto kweli kweli. Bwana tunaelekea sehemu tamu zaidi. Kikubwa ambacho kinafanya watu wengi sana waipende filamu hii ni kwamba ina mafunzo mengi sana katika maisha, hususan katika ulimwengu wa mapenzi. Sasa tulipoishia katika episodi iliyopita ni kwamba kama unakumbuka vizuri, tuliona kwamba Manyanya alikuwa yuko nyumbani. Manyanya yuko na mchepuko wake, lakini mkewe ni kwamba tunafahamu kwamba mke wake Manyanya bwana amekuwa na yeye pia ameenda kujipeleka kwa Jordan kutokana tu na hasira baada ya Jordan kuwekewa vitu mezani. Ilikuwa hana budi akiwa kama mtoto wa kiume, ilibidi kweli aweke. So nadhani utakuwa unakumbuka hilo tukio la mke wa Manyanya kwenda kwa Jordan kuvua nguo mbele yake na kumwambia kwamba, na Jordan akamwambia kabisa kwamba shemeji, mimi nikiona vitu kama hivi huwa nachanganyikiwa na nitapiga kweli. Na mke wa Manyanya akasema kwamba anataka kweli aipige aswa mpaka ichanganyikiwe. So jambo lika happen. Then baada ya Jordan kuipiga bwana, tunakumbuka kwamba mke wa Manyanya alijilaumu sana, alilia sana, alijiona kabisa yeye ni mkosaji, kiasi kwamba alikuwa anaonekana dhahiri kwamba alikuwa anajichukia kwa kile ambacho amekifanya. Kutokana na kwamba wanasema kwamba hasira za mkizi, furaha kwa mchukuzi. Na hicho ndicho tulichokishuhudia katika series hii episode iliyopita, kwamba kweli bwana Jordan aliweka. Na baada ya hapo ni kwamba mke wa Jordan baada ya kufanya kile kitendo sasa kwenye suala la kurudi nyumbani ndipo pale utamu ulipokuwa umeishia, kwamba wakati amerudi tu nyumbani akamkuta tayari Manyanya naye ameishatoka kwa mchepuko wake, ambapo mchepuko wake tunafahamu kwamba yuko na mimba, wanadekezana kweli kweli, penzi limenoga, mambo ni shata kiasi kwamba mchepuko wa Manyanya kule alikuwa na ujauzito na akawa anamshawishi Manyanya anunue gari kwa ajili ya kurahisisha safari za kwenda kliniki, kwa sababu anadai kwamba yeye bwana daktari ameshauri kwamba asipakizwe kwenye pikipiki au bajaji kutokana na mambo ya kudunda itaweza kuleta kidogo shida kwenye upande wa afya ya mtoto wao ambaye anakuja. So Manyanya alitoka huko nyumbani kwa mchepuko akawa yeye amerudi nyumbani, ametangulia, na akawa anafungua friji, akawa amemimina maji. Sasa ile anageuka tu akiwa anatoka jikoni kwenye friji, ndipo anakutana na mkewe ndo ametoka kwa Jordan kuchezea mambo ya mushedede au vipi bwana. Sasa hicho ni kitu ambacho kimemfanya mke wa Manyanya kushtuka, na kibaya zaidi ni kwamba Manyanya akamuuliza kwa nini umefanya hivyo, kitu ambacho kikamfanya mke wa Jordan kuona kama vile Manyanya ameshtukia mchongo kwamba mkewe ametoka kuchezea ndonga. Kwa hiyo basi moja kwa moja akabaki anashangaa. Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia. Sasa episode ya 90 tukaja tukaona kwamba baada ya kuulizwa vile kwamba kwa nini umefanya hivyo, na yeye akawa amebaki tu kushangaa. Yani tunamzungumzia sasa mke wa Manyanya alikuwa ameshangaa kwamba nilikuamini. Sasa hapa ni kwamba Manyanya anamwambia mkewe kwamba nilikuamini, nimekuweka ndani. Maneno mazito kweli kweli. Kama unavyoelewa kabisa kwamba Manyanya bwana ni moja kati ya watu ambao wana maneno haswa. Sasa akawa anamuuliza kwamba leo nimekuweka ndani, nimekuthamini, nimekuamini, nimekuweka ndani, alafu unakuja unaacha milango yote wazi, unatoka bila kuniaga kwamba umeenda wapi, bila kunipa notification yoyote, bila ulinzi, yani bila security. Mambo hayo.
Sasa hapo alivyozungumza hivyo Manyanya ni kwamba ikampa kidogo afueni mkewe, kwa sababu mkewe alivyoulizwa kwamba kwa nini umefanya hivi, why you did this, alidhania kwamba mumewe ameshashtukia mchongo, kwamba ametoka kwa Jordan kuchezea ndonga. Lakini baada ya kumwambia kwamba kwa nini umefanya hivi, alafu akaendelea kusema kwamba umeondoka bila kuniaga, bila kusema uko wapi, bila kufunga milango wala nini, hapo ndipo ambapo mkewe akashusha pumzi, akajua kumbe alikuwa anamaanisha kwamba kwa nini umefanya hivi, kwamba umeondoka bila kufunga milango, bila kusema umeenda wapi, bila kuacha ulinzi wowote nyumbani. So hapo kidogo mke wa Manyanya akawa amepata kidogo afueni. Na Manyanya of course alikuwa na point, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba Manyanya yeye ni mwanasheria, na akiwa kama mwanasheria lazima atakuwa na maadui kadhaa, kutokana na kwamba ameshasababisha watu waende jela. Hivyo basi kitendo cha mkewe kuacha mlango wazi ni kitu ambacho kilimdisappoint sana. So hiyo ndo point ambayo alikuwa nayo hapa Manyanya, na Manyanya akasema kabisa kwamba yeye alifika nyumbani mapema, alafu mkewe amechelewa sana kurudi. Yani alikuwepo alafu akakaa sana, alafu ndo mkewe anakuja kurudi. Sasa je, kama ameondoka ameacha vitu wazi, ameacha milango wazi, ilikuwa ni hatari. Sasa basi baada ya Manyanya kumuuliza mkewe kwamba ulikuwa wapi na kwa nini ulikuwa upokei simu zangu na kwa nini hujaniaga, ni kitu ambacho kilimshangaza sana, na pia vile akamwambia kikubwa zaidi ni kwamba umechelewa kurudi nyumbani. Mkewe akasema kwamba eti yeye anataka awahi kwanza kwenda chooni kukojoa kwa sababu mkojo umembana. Umeona bwana? Kwa hiyo wakati anaulizwa hayo maswali, wakati anazidi kubanwa, yeye ndo kwanza alikuwa anasema kwamba naomba niende chooni, naomba niende chooni, mkojo umenibana, tutaongea. Kwa hiyo baada ya hapo akakimbia akapitiliza moja kwa moja chooni. Mambo hayo. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa kwa upande wa Manyanya, kwa upande wa Manyanya na mkewe. Kwa hiyo hapa tunapata funzo kwamba kwamba Manyanya bwana hajajua chochote. Umeona Kwa hiyo at the end of the day Manyanya hajajua chochote ambacho kimetokea kwa mkewe, kwamba mkewe labda alienda somewhere huko kwa kina Jordan kuchezea ndonga na nini, ni kwamba Manyanya hajajua hilo. Lakini pia vile tumekuja kukatiwa shoti, tukaja kuona kwamba wakiwa wako ndani sasa, bwana, wakiwa wako ndani sasa wanapata chakula, wanakula msosi vizuri kabisa, majuice nini, yale yaliyopita yamepita, wanaendelea kuenjoy. Manyanya hana hili wala lile, Manyanya yuko na furaha. Manyanya anakula msosi, anamsifia mkewe kwa kumpikia vizuri, lakini mkewe tunamwona akiwa hana amani. Manyanya anamwaga sifa kama anavyofahamika, ni mtu ambaye ana maneno kweli kweli, kwa akawa anamsifia sana mkewe, lakini at the end of the day mkewe alikuwa hana furaha. Sasa hapa ndo unapata somo kwamba unachokifanya kwa ghafla ujue kabisa kwamba kitakuja kukurudia, kitakunyima amani, kitakufanya ukonde, upate stress, upate msongo wa mawazo na maradhi mengine kadhalika, mambo ya visukari na mengine kibao, kwa sababu tu mistake na hasira za ghafla. Kwa hiyo ukiwa unataka kufanya kitu bwana, inatakiwa utumie akili nyingi sana, ufikirie huko mbele itakuwaje. Sasa hebu angalia hapa, Manyanya amekula chakula, ameona chakula kitamu, anamsifia mkewe. Mkewe badala ya kufurahi, mkewe alikuwa ndo kwanza anajisikia aibu, anajisikia huzuni, roho inamsuta kwa kile ambacho amekifanya. Imagine, ndio maana unaambiwa kwamba ukiwa unafanya jambo bwana, kuwa makini, fikiria huko mbele mambo yatakuwaje. Bwana, kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambayo tutakuwa tunapiga story kuhusiana na series ambazo zinafanya vizuri hapa Bongo, ikiwemo series ya Dunia. Na humu bwana, kama unavyoelewa ni kwamba series hii inawagusa watu wengi, inawapa watu wengi sana somo. Mijadala inaendelea hapo chini katika comment section. Kama una maoni, huo unatuwekea maoni yako hapo chini kwenye comment. Hapo tutakuwa tunasoma kila comment ambayo tunaiona, kwa sababu bwana, hii series ina mafunzo makubwa sana kwa wanandoa, kwa wapenzi. Kama wewe una mchepuko au wewe ni mchepuko, basi hapa kuna vitu vingi sana vya kujifunza kupitia series hii ya Dunia. So Manyanya akaendelea kummwagia sifa bwana mkewe, lakini mkewe ndo hivyo, sifa zikawa kama vile Manyanya akawa kama vile anapiga konzi kinyago, anapoteza muda, kwa sababu mkewe alikuwa ana huzuni muda wote ambao Manyanya anamsifia.
Umeona bwana. Kwa hiyo hii ni moja kati ya sehemu ambazo ziko very interesting. Ni story ambayo iko very interesting. Yani ni moja kati ya story ambazo watu wengi sana wanafuatilia sana kipengele hiki cha manyanya na mkewe, manyanya na mchepuko wake pia vile vile. Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa ukija upande wa pili ni kwamba shoti nyingine ambayo tuliiona ni ile shoti ya mke wa manyanya akiwa yuko na rafiki yake. Wakiwa wanazungumza. Mke wa manyanya kiukweli nuru imepotea. Amani hana. Amenyongonyea, amepooza. Yuko na shosti yake mgawani, wanapiga story, wanakula, lakini ukimtazama yuko na mawazo, yani yuko mbali. Fikra zake ziko mbali kabisa, wala hata rafiki yake anavyoongea pale anaona kama vile anaongea Kichina unye shungshwana, haelewi nini anachozungumza. Kutokana tu na kitendo cha alichokifanya kwa mumewe na rafiki yake wa karibu ambaye ni Jordan. Umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa huyu rafiki yake bwana, kibaya zaidi, kuna story ambazo alikuwa anampigia mke wa manyanya, alafu mke wa manyanya bwana akashindwa kuvumilia. Naam, nikizungumzia mke wa manyanya namzungumzia Vai. Sasa bwana Vai alikuwa yuko hapo mgawani, yuko na Catherine. Catherine ni rafiki wa mchepuko wa manyanya. Catherine anatoa udaku kule, analeta kwa mke wa manyanya. Catherine alikuwa anampenda manyanya, lakini akapokonywa tonge na rafiki yake baada ya manyanya kuonyesha kwamba akamtokea kumpenda rafiki yake Catherine. Wakati Catherine mwenyewe alikuwa anampenda manyanya, lakini manyanya akampenda rafiki wa Catherine. Catherine akajisikia vibaya, akawa anatoa zile siri kule zinazoendelea kwa mchepuko wa manyanya, anazileta kwa mke wa ndoa wa manyanya. Nadhani utakuwa umeelewa hapo scenario hiyo, na kama ukiwa kama shabiki wa Dunia basi utakuwa unaelewa kabisa kwamba mchongo jinsi ulivyo. Umeona bwana, hii ni story nzuri sana kiukweli. Kama hii ni true story, basi bwana kuna watu kweli wanapitia maisha, na hivi vitu kweli vipo katika jamii yetu ya kila siku. Au vipi bwana? So bibie Catherine akaja kuleta tena udaku kwa mke wa manyanya, lakini mke wa manyanya akawa hata msikiliza. Anaona tu kama nilivyosema hapo awali, aliona tu anaongea Kichina unye shungwanasha ndao, akaona anamchanganya. Kwa hivyo basi bibie mke wa manyanya akamwambia Catherine kwamba bwana, habari za kumzungumzia huyu binti sitaki, sioni sababu ya kuendelea kumzungumzia. Pia vile vile naona tu kama vile tunapoteza muda na nguvu. Hiyo issue mimi nimeshaijua kwamba manyanya ana mchepuko na mchepuko una ujauzito. Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa Catherine akabaki tu anamlaumu kwamba unajisikia unachokizungumza, inakuwaje kiulaini laini tu na matatizo yote uliyoyapitia na kupitia huyu binti unasema kwamba tuachane naye. Kumbuka amekusababisha matatizo makubwa, amesababisha ndoa yako ikaingia matatizoni. Ni yule binti. Umeona bwana. Kwa hiyo Catherine akawa anazidi kuchochea. Catherine akawa anazidi kumwaga sumu kwa mke wa manyanya. Anamwambia kwamba yule binti kule anajivunia kweli kweli kuwa na mumeo. Leo hii inakuwaje leo unasema kwamba tuachane naye? Hapa ni kwamba Catherine anataka ugomvi kati ya mke na mchepuko. Umeona bwana, Mixa kumwambia kwamba labda ameshakuroga sasa hivi umeamua umwache bwana, kwa sababu anadai kwamba yule mtoto namjua vizuri ni mshirikina. Sasa ameanza kupakaza vitu vingine kwamba binti ni mshirikina. Kwa hiyo akawa anazidi kumchochea kwamba bwana, pambania ndoa yako, yule sio danga wala hawara, usiache hii issue itokee tu, na ujitahidi ufanye juu chini, kwa sababu huyu binti anataka amfanye mumeo awe wa kwake kabisa, atakusahau. So kwa kifupi ni kwamba Catherine akawa anamwambia kabisa mke wa manyanya kwamba ninachokiona ni kwamba utakosa ndoa, huyo mume utamkosa, huyu mwanaume ataenda kuishi na yule binti jumla. Sasa mke wa manyanya yeye amekuja na msimamo, anamwambia kwamba bwana, mimi ninajua mimi nimefikiria na nimeona kwamba hakuna sababu, hakuna haja ya kumfanyia ubaya wowote, na inategemea, inawezekana kabisa kwamba manyanya ndiye aliyemtongoza, na mwanamke yoyote yule akitongozwa anakubali. Kwa hivyo basi hakuna haja ya kuanzisha ngori na binti. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mke wa manyanya kwa kile alichokifanya na Jordan kule, anajiona kwamba hana hata haki ya kupambania penzi lake kwa manyanya tena, hana hata haki ya kupambania ndoa yake kwa manyanya tena, kutokana tu na kile ambacho amekifanya dhidi ya mumewe na mwanaume mwingine kule Jordan. Kwa hiyo yeye anasema kwamba
issue ya kufanya kisasi tena kwa kuhusiana na Manyanya kwa yule binti kule haoni hiyo pointi, kwa sababu inaonekana wazi kabisa kwamba Manyanya bwana hata kama huyu binti akimfanyia chochote ataenda tena kwa mwanamke mwingine na mwingine na mwingine. Kwa hiyo haoni pointi, haoni sababu ya yeye kufanya hivyo. Umeona bwana? Kwa hiyo kiuhalisia yeye amesema kwamba atakuwa anatengeneza cycle ya kipumbavu iwapo kama atakuwa anagombana na kila mwanamke ambaye anatembea na mumewe, na hivi vyote vinavyotokea ni tamaa tu za mumewe. Kwa hiyo yeye anachofanya, bibie anasema kwamba yeye atapambana na mumewe, yeye atalinda ndoa yake, hataki tena drama za kuhangaika kwenda kwa wanawake ambao Manyanya ana date nao huko nje. Umeona? Kwa hiyo hicho ndo kilichotokea. Kwa hiyo mke wa Manyanya amemwambia kwamba usinitafute, amemwambia Catherine usinitafute tena kuhusiana na Mati ambaye ni mchepuko wa Manyanya. Kwa hiyo kama kuna chochote kingine, Catherine kama na lolote ile la kuzungumza na mke wa Manyanya aende akazungumze naye, lakini habari za Mati ambaye ni mchepuko wa Manyanya ambaye sasa hivi ni mjamzito, yeye hazitaki tena kuzisikia. Kwa hiyo Catherine bwana amevimba, amekasirika kutokana na kwamba kile ambacho alichokuwa amekipanga, kisasi ambacho yuko nacho kwa Mati, kwa sababu Mati yeye Catherine alikuwa anampenda Manyanya. Manyanya ameenda kumtongoza rafiki wa Catherine ambaye ni Mati, na Mati sasa hivi anatamba yuko na mimba kabisa. Sasa yeye ndo akawa analeta sumu kwa mke wa Manyanya. Sasa mke wa Manyanya kumshushua Catherine amejisikia vibaya. Naam. Bwana nataka tu nikukumbushe bwana, kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe. Hakikisha unakuwa karibu nasi. Kama kuna mafunzo ambayo unayapata kupitia series hii ya Dunia, weka maoni yako hapo chini katika comment section. Ni kipi ambacho umejifunza? Tutakuwa tunasoma comment zote kama kawaida. Kuwa karibu nasi, weka maoni yako. Maana tunaona kwamba Catherine naye pia kuna ushakunako umpea ukipemba anauleta hapa kati. Maana anajidai kwamba eti yeye anamchukulia mke wa Manyanya kama dada yake na hawezi kunyamaza iwapo kama akiwa anaona vitu ambavyo vinatokea nyuma yake ambavyo anaviona kwamba vijakaa sawa, suala la yeye kunyamaza hawezi. Kwa hiyo amedai kwamba Mati atadili naye yeye. Sasa Catherine anajitwisha. Huyu kweli mshakunako Catherine, kwa sababu anajitwisha yeye sasa hii kesi. Hii songo mbingo yeye ndo anayejitwisha kwamba yeye ndo atadili naye. Anamwambia kwamba issue ya Catherine, issue ya Mati aachiwe yeye, Catherine atadili nayo. Kwa sababu anadai kwamba mke wa Manyanya ni kama dada yake kwa sasa. Kwa hiyo vita vya mke wa Manyanya atavipambania yeye. Mambo hayo. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Bwana hili jambo linaonyesha wazi kabisa kwamba Catherine bwana hataki amani. Catherine anataka shari tu. Lakini kwa namna moja au nyingine hapa bado inaonekana kwamba Catherine anataka support kutoka kwa mke wa Manyanya, japo kwa yeye mwenyewe anadai kwamba hataki msaada wowote ule kutoka kwa mke wa Manyanya. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na pia vile vile ametoa ahadi kabisa kwamba atafanya kitu ambacho hata yeye mwenyewe pia atashangaa kitu ambacho atakachokifanya. Kwa hiyo hapa bwana kuna chuki, kuna vita ya chini chini ambayo inaendelea kati ya Catherine na Mati. Hawa walikuwa marafiki bwana, tunakumbuka vibweka vya Catherine kipindi ambacho Mati anataka, kipindi ambacho anaishi na Mati, kipindi ambacho Catherine yuko karibu kabisa na Mati. Tunakumbuka kwamba Manyanya akiwa anaenda, basi Catherine alikuwa anajitahidi sana ili mradi tu Manyanya amuone, lakini Manyanya alikuwa anamlia buyu, anajifanya kama vile amuone, hana habari naye. Kumbe bwana Catherine yeye ndo alikuwa anamtaka Manyanya. Lakini at the end of the day moyo bwana wa Manyanya ulikuwa umedondoka kwa Mati, jambo ambalo lilimuumiza Catherine. Na baada ya Catherine kugundua kwamba Manyanya ana mke na nini, akaamua kwenda kupeleka udaku kwa mke wa Manyanya. Mke wa Manyanya ndio hivyo amemshushua sasa, lakini Catherine yeye amejitwisha mikoba ya kisasi dhidi ya hili ambalo linaloendelea, kwamba yeye ndo atalipambania. Kumbe ana chuki zake binafsi kwa Mati. Kumbe Catherine yeye ana mambo yake mwenyewe moyoni, amejisikia kuumia, amevunjwa moyo na Manyanya baada ya kumpenda rafiki yake Mati na sio yeye Catherine. So hii inaonyesha pia hili ni funzo vile vile kwa marafiki bwana.
marafiki bwana, sometime unaweza kuwa uko na rafiki yako ukadhania, hususan hao watoto wa kike hata wa kiume pia the same, unaweza kuwa uko na rafiki yako uko naye very close, ukajua kwamba huyu ni rafiki, kumbe ndo anakuundia njama na wabaya wako. Yani huyo rafiki ndiye anayeunda njama na watu ambao ni maadui kwako. Umeona, rafiki yako huyo yuko timu moja kukuangamiza, yani anashirikiana na maadui zako, hata maadui zako wakiwa wanataka wakusamee, lakini yeye anachochea. Hebu imagine, yani rafiki yako, mtu wako wa karibu ambaye mmepitia mambo mengi, yeye anaenda kushirikiana na maadui zako kukuangamiza. Maadui zako wenyewe wanaamua kugive up, wanaamua kukusamee, lakini rafiki yako anachochea kwamba wewe hamna kusamee, ili jambo ngoma juu na kampela segele bwede lazima tuliwashe. So kuwa makini sana na marafiki vile vile. So it is what it is. Bwana, katika episodi ya 91 mengi mazito yanakuja hapa. Inaonyesha wazi kwamba katika episodi ya 91 ni kwamba Jordan lazima aingie kwenye picha, kwa sababu katika episodi hii ya 90 hatujamuona kabisa Jordan baada ya kuipiga mpaka ikachanganyikiwa. Jordan hatujamuona. Sasa katika episodi inayofuata, episodi ya 91, ni kwamba Jordan lazima aonekane, na ataonekana kwenye engo ipi? Nataka nikwambie tu ukweli. Bwana Jordan ataonekana katika engo ya kumsumbua sasa mke wa manyanya rasmi. Sasa zile songo mbingo, pilika mbilinge ni kwamba ndo tutaanza kuziona. Jordan atakuwa amenogewa na utamu, mke wa manyanya hataki tena kutoa utamu, na huku Jordan yeye anautaka. Sasa ataanza kumtishia kwamba atatoboa siri kwa manyanya, otherwise apewe. Na of course atakuwa anapewa. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna mengi sana yatatokea, lakini ninachojua kinachoendelea ni kwamba Jordan katika episodi inayofuata lazima ataanza kumsumbua mke wa manyanya kwenye swala la mambo ya utamu. Itakuwa kasheshe kweli kweli, lakini ndo hivyo bwana. Hii inaelekea kuwa kali zaidi, yani series kadri ya muda unavyozidi kwenda bwana, ndivyo mambo yanavyozidi kuwa matamu, mambo yanavyozidi kuwa mazuri. Bwana, Jordan atataka utamu kwa huyu mke wa manyanya, na anavyotaka utamu kwa mke wa manyanya, mambo yatakuwa magumu sana kwa mke wa manyanya, kwa sababu mazingira atakayokuwa anaishi atazidi kuwa magumu, kwa sababu sasa hivi hapa mke wa manyanya amegundua kosa alilofanya, anajisikia kukosa amani kwa kile ambacho kimetokea. Sasa Jordan akirudi tena kuja kumsumbua, ndipo hapo sasa maisha ya mke wa manyanya yatakuwa magumu. Yale mambo ya stress nilizozungumza mwanzoni, msongo wa mawazo, visukari, ndo hapo sasa zitakapoanza kumwandama. Maana Jordan mwenyewe unajua kabisa kwamba ni muuni msela nondo, bisho, mtu wa vyombo, mtu wa kuweka, basi obviously lazima atamletea shida huyu binti. Ndoa ya mke wa manyanya imeshaingia kidudu mtu rasmi. Maana mwanzoni watu wengi sana walidhania kwamba Martin ndio atakuwa chanzo cha ndoa hii kuvunjika, lakini kwa 50% pia ni mwanamke mwenyewe jinsi alivyolipokea hili swala la mumewe kuwa na mchepuko. Umeona, kwa sababu mume wa huyu manyanya mwenyewe kuwa na mchepuko ni kutokana na kwamba mkewe kuna vitu alikuwa anavikosea. Unaelewa? Manyanya anataka perfection. Umeona? Manyanya ni perfectionist. Yani ni mtu ambaye anataka kila kitu kiwe on point. Sasa mkewe kuna sehemu nyingi sana anateleza. Kuna sehemu nyingi sana mkewe anakosea. Umeona? Kwa hiyo manyanya, ule vitu ambavyo mkewe anavyovikosea, sio kwamba manyanya alikuwa hamshauri. Alikuwa anamshauri kila siku, anamwambia bwana, mke wangu unatakiwa ufanye hiki na hiki na hiki. Natamani ungekuwa unafanya hivi. Natamani ungekuwa mwanamke wa namna hii. Natamani ungekuwa una handle situation hii kwa namna hii. At the end of the day ni kwamba mke wa manyanya alikuwa hazingatii. Kutokuzingatia ile perfection ambayo manyanya anatamani aione kwa mkewe alikuwa anaikosa. Hivyo basi akaenda kuitafuta nje ya ndoa yake. Hapo ndipo akakutana na Mati, binti ambaye alikuwa akiambiwa afanye jambo anafanya. Kwa hiyo manyanya akapata amani kwa Mati. Na hiyo sio kwamba labda ndani kwake ameshindwa kuipata, ni kwamba mkewe hakuwa tayari kutoa amani kwa manyanya. Naelewa. Kwa hiyo ikafanya manyanya achepuke. Sasa mke baada ya kugundua kwamba mumewe amechepuka, ilitakiwa mke bwana atulize akili vile vile. Mke wa manyanya ilitakiwa atulize akili, ajue jinsi gani ya kuhandle hii situation. Kama mumewe amechepuka, yeye ilitakiwa ajue kwamba amekosea wapi ili aweze kurekebisha. Lakini mke kama mke
amekurupuka, amelipuka mwanamama huyu, akajipeleka kwa hasira kwa mzee wa kuweka, ambaye huyo ndo Jordan mwenyewe. Akamwambia Jordan aipige na Jordan akaipiga. Kwa hiyo mpaka hapo sasa mambo yashakuwa chembwele. Huwezi jua, labda Jordan ana maradhi, huwezi jua akawa ameleta maradhi kwa Manyanya, Manyanya akapeleka maradhi kwa Mchepuko, ikawa ni sako ya maradhi hapa. Mambo haya bwana, series zinazidi kwenda kuwa tamu bwana, mambo yanazidi kuwa moto bwana, jambo sio dogo, mafunzo ni mengi sana kwa wale wazee wa mapenzi, wazee malavidavi bwana, wazee wa kuendekeza, basi series hii inawafaa. Na kuna mengi sana humu mtakuwa mmejifunza. Kwa hiyo huyu mwanamke kama angetuliza akili, basi obviously mambo yasingekuwa huku yalipofika. Huyu mwanamke angetafuta jinsi ya kusolve haya matatizo madogo madogo ambayo Manyanya alikuwa anayaona na anamwambia mkewe ajirekebisha, angekuwa anajirekebisha. Hata kama alivyogundua kwamba ana Mchepuko, mwanamke angeamua kutulia, arekebishe kile ambacho mumewe anakitaka, obviously Manyanya yani mapenzi angerudi ndani na yule mwanamke angeachwa tu. Lakini yeye kwenda nje, baada ya kumwona Manyanya ameenda nje, mambo yanazidi kuwa chembwele. So tukutane katika episode inayofuata, tutakuletea review, tutadiscuss bwana, mjadala uendelee kwenye comment. Una kipi ambacho umejifunza? Unahisi kwamba nani mwenye makosa hapa? Ni Mati Mchepuko, ni mke wa Manyanya, ni Manyanya mwenyewe, au ni Jordan aliyeletewa apige akiwa anajua kabisa huyu ni shemeji? Bala bwana, hakikisha una subscribe, weka maoni yako, tutakuwa tunajadili hapo kwenye comment section. Na pia vile cha msingi zaidi bwana, subscribe ili unakuwa wa kwanza kabisa kupata review ya hizi series ambazo zinafanya vizuri hapa Bongo.